miaka 1000 watakatifu wanapopaa kwenda mbinguni, ndiyo mwanzo wa miaka 1000. Kwa lugha moja inaitwa millennium, miaka 1000, 1000 years, miaka 1000 watakatifu wanaenda mbinguni. Habari za kwenda mbinguni, wanaingia kwenye ule mji. Sitaki nizungumzie habari za maisha ya kule, maana pia zimeelezewa vizuri kwenye Biblia. Lakini sasa naomba nimalize kwa kipengele kidogo hapo kwenye matukio wakati wa marejeo ya Yesu. Shetani atabaki ukiwa duniani na malaika zake. Dunia hii itabaki kuwa bado itaendelea kuwepo, lakini itakuwepo kwenye hali ya uharibifu. Waovu wametapakaa na wataoza, watakuwa ni udongo. Lakini wale waliokuwa wamekufa zamani, waovu wote hawatafufuliwa hata mmoja. Maana yake ni nini? Ujio wa Yesu mara ya pili hauwahusu waovu kwa habari ya kubadilishwa, kwa habari ya kwenda mbinguni, kwa habari ya chochote. Na ndio maana nikwambie, ndugu yangu mpendwa unayenisikiliza na kunitazama, ninaomba ujitahidi katika maisha yako yote, katika utumishi wako, katika Ukristo wako. Jitahidi, mng'ang'anie Yesu, maana atakapokuja, yani wale watakaobaki duniani itabidi tena wabaki kwenye udongo miaka 1000 mingine. Leo tunahangaikia tu kuishi miaka 40 ufikishi miaka 50, na tunaona ni kipengele kikubwa, miaka 100 kuifikisha duniani. Sasa Yesu amekuja, itabidi waovu tena wakae kaburini kwenye maudongo na mawe na kila kitu, japo hawataishi chochote, maana aliyekufa hajui neno lolote, lakini ni hasara. Miaka 1000 wakati huo watakatifu wako mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji Metula alikuwa anasema